Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu amenipa gift au kalama ya kuweza kutafsiri ndoto, na katika pages zangu zote, mtandao ya Facebook, mtandao wa TikTok, mtandao wa Instagram, nimekuwa na huduma hiyo ya kutafsiri ndoto ambazo watu wanaona, na nina kawaida ya kuweka public. Na sasa utakuwa na uhakika wa kupata tafsiri ya ndoto hapa YouTube. Wewe cha msingi ni kuweka tu alarm kila ninapoingia kutafsiri ndoto, hasa zile ndoto za kitaifa. Hizi tutakuwa tunatafsiri hapa YouTube, na kwa kuwa YouTube inaonwa na watu wengi na zinafika kwa haraka kwa watu ambao ni wakusudiwa. Sasa kuna hii ndoto ambayo watu wengi wanaona afu hawaelewi. Ndoto yenyewe ni ile unaota ndoto unamwona rais wako hana ulinzi. Hii ndoto hata mimi nimeona mara nyingi, hasa kwenye ile awamu ya rais ambaye ni JPM, John Pombe Joseph Magufuli, kabla hajafariki, na nilikuwa ninaweka hadharani. Kabla hajafariki nilikuwa ninaota ndoto rais anaonekana hana ulinzi. Wakati fulani unakuta kuna msafara wake, lakini hakuna ulinzi wowote. Wakati mwingine nilikutana naye, ninashangaa yuko peke yake, yani mimi ndo nafanya kumuonesha mahali pa kupita. Nikaa nina simanzi sana, kwa nini rais aonekana hana ulinzi? Sasa nimekuja hapa nikuambie ufunuo ulio katika hiyo ndoto ambayo inahusu rais kukosa ulinzi. Na sasa hivi ninapokea messages nyingi za watu kutoka nchi mbalimbali. Sasa mtumishi, ninaona rais hana ulinzi. Sasa unapoona rais, kwanza ile tu kwamba ni rais, maana yake ni nembo ya mamlaka. Rais ni nembo ya uongozi, alafu rais ni nembo ya usalama wa taifa, alafu rais maana yake ni mwelekeo wa nchi. Kwa mfano, rais wetu sisi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ukimwona katika ndoto lazima uelewe mamlaka aliyonayo. Ni amiri jeshi mkuu, wakati huo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani yeye yuko juu ya mamlaka za majeshi yote, ukiacha kwamba ni mwenyekiti wa chama na kadhalika. Hii tu kwamba anaonekana hana ulinzi wa kiusalama, maanake usalama wake ni mdogo. Maana yake kubwa ni Mungu anaonesha habari ya rais wako ili uweze pengine umwombee, na ni muhimu kamuuliza Mungu, na niletea hii picha, sababu ni nini? Unataka niombe au unanipa taarifa kama taarifa? Kwa sababu mtu mwingine alishawahi kunitumia message akasema, mtumishi, nimeona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hana ulinzi, ila mimi ndo nafanya kumlinda, kumwangalizia watu maadui wasije wakamdhuru, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nina hofu. Kukosekana ulinzi kwake maana yake ni kweli kabisa kwamba ana usalama mdogo, ana ulinzi mdogo wa kiusalama. Kwa hiyo moja kwa moja, kama we ni mwombaji, chukuaga mzigo wa kuomba kwa ajili yake. Marais wanategemea ulinzi, na hiyo ni namba moja. Namba mbili, inamaanisha Mungu ameondoa mkono wake juu ya rais wenu. Labda wewe upo Kenya, upo Uganda, upo Rwanda, unapoota au upo Tanzania, unapoota rais hana ulinzi, kumbuka imeandikwa, Bwana asipoulinda mji au asipoilinda nchi, wale wanaokesha kulinda wanafanya kazi bure. Maana yake
mnapoongeza ulinzi wa kimwili kwa rais au kwa kiongozi yoyote yule, lakini kama hana ulinzi wa kiroho, maana yake mkono wa Mungu hauko pamoja naye, huo ulinzi ni bure. Kwa hiyo ninapozungumza hapa, maana yake kama kuna watu wanamwamini Mungu, wanaamini Mungu anasema, unaposikia ujumbe huu mfikishieni rais ayafahamu haya mambo. Kuna wakati asikomae tu kupambana kuongeza ulinzi, anateua watu ambao pengine anawaamini. Hiyo tu haitoshi peke yake. Yaani Mungu akiachilia ulinzi, nataka nikwambie uko salama kupita kawaida. Lakini Bwana asipoulinda mji, Mungu asipoulinda mji, Mungu asipolinda kiti cha rais, wale wanaolinda wanaomzunguka wakiwa na vifaa vya kuona mbali na karibu, vya kuangalia watu maadui na watesi, wanafanya kazi bure. So unapoona sasa rais amekosa ulinzi, maana yake saa ingine ni ulinzi wa kimungu. Mungu anaonyesha picha ya rais wako ili uanze kumwombea ulinzi wa kiroho. Kumbuka katika maandiko matakatifu imeandikwa hivi, Mungu akamwambia Ezekiel mara nyingi sana, nabii Ezekiel anamwambia, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, nimekuweka kuwa mlinzi wa kuta za Jerusalem. Nini maana ya mlinzi? Kwa kumbe kuna wakati watu wa maombi wale, msiwadharau wale watu wa maombi. Unapoona mtu anaongoza jopo la maombi, anapata mzigo wa kuombea nchi au taifa lake, huyo mtu ni wa muhimu sana mbele za Mungu. Kama kukawa na waombaji wengi alafu wakawa wanamtegemeza rais, wanamuinua mbele za Bwana, wanamwombea, huyo rais yuko salama, maanake ana ulinzi wa kimungu, ana ulinzi wa kiroho. Na kumbuka, mkuu wa nchi, mkuu wa taifa lako ndiye ambaye anakuwa na vita kubwa kuliko mtu mwingine yoyote. Mishale yote umwelekea yeye, lawama zote umwelekea yeye. Yaani nchi isipopata, umeona sasa hivi hakuna maji ni kidogo, shutuma zote, malalamiko yote ataenda kwake. Na si kwamba wanaolalamika wanakosea, hawakosei. Mnanielewa? So kama ni lawama, kama ni mishale, kama ni mashambulizi, wa kwanza ni yule. So asipokuwa na ulinzi wa waombaji, huyo rais yuko hatarini sana kupotea na asimalize muda wake. Na ndio maana rais ambaye akawaignore waombaji, akaona maombi kwake si kitu, si chochote, akawa anategemea labda ulinzi wa aina nyingine, labda wa kichifu, labda waganga wa kienyeji, ulinzi wa silaha, huyo rais hayuko salama. Usalama na uhakika wa kulindwa tunaupata kwa Mungu mwenyewe, ambaye kama unaamini kwamba hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na iliyopo imetoka kwa Mungu au imeamriwa na Mungu, kwa nini usiamini juu ya ulinzi wake? Maanake ni wakati wa kusikiliza waombaji wanazungumza nini. Rais mwenye hekima ni yule ambaye anajaribu kuangalia hata vikundi vya maombi kwenye taifa lake, anafanya ufriend nao, anazungumza nao lugha nzuri, anawaambia niombeeni. Pamoja na kwamba Rais Magufuli alishakufa, vita ilimzidi, lakini muda mwingi alisikika anasema niombeeni, niombeeni. Na una bahati kubwa sana kama wewe ni kiongozi alafu watu wanakuombea kwa mzigo, watu wanakuombea. Lakini kama waombaji wakasema, nasema mimi sisikii mzigo kabisa kumwombea rais wangu, mimi sisikii mzigo wowote kwa kweli, yaani maneno yanaisha, mimi naishia tu kulia, nikiingia mbele za Mungu naishia tu kulia, naishia tu kulia, sina maombi yoyote, ni hatari kubwa hujapata kuona. So unapoota sasa rais ana ulinzi, nimetafsiri maana mbili. Moja, inawezekana ni kweli ni ulinzi wa kimamlaka, inawezekana pia anaweza akainukiwa na maadui wenye nguvu kumliko, wakainuka watesi wenye nguvu kumliko. Mtu mmoja aliwahi niambia, na ni kiongozi kwenye serikali, aliwahi niambia, nimeota
kiongozi wangu rais ana walinzi wadogo, yani vijana wadogo. Nikawa ninajiuliza kwa nini ana ulinzi wa vijana wadogo namna hii, alafu walikuwa hawana hata silaha. Maana yake rais wenu, Mungu anasema rais wenu ana ulinzi mdogo, haufanani na aina ya vita alionayo hapo mbeleni. So kwa namna yoyote ile hatotoboa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amenielewa pale? Kama umewahi kuota ndoto ya namna hii, hebu niandikie hapo chini kwenye comment, alafu niambie vile ulivyoelewa. Na kama uliwahi kuota ndoto ya namna hii, jifunze kuomba. Shalom Tanzania, amani ikae na wewe.